Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa ala rasulillahi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Je, umekuwa ukisumbuliwa na vidonda vya tumboni? Kwa lugha ya kitiba inaitwa alsa. Je, umekuwa ukitafuta dawa kwa muda mrefu bila mafanikio? Je, umekuwa ukishauri wataalamu mara kwa mara ukitumia gharama kwa ajili ya kujitibu maradhi ya alsa na bila mafanikio? Basi karibu katika video hii ili uweze kujua njia ambayo kwamba imethubutu kwa wataalamu, vile vile imethubutu kupitia kwa tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni tibi an-nabawi. Katika video hii insha Allahu taala tutaelezea faida na tiba na miujiza ya asali katika kutibu maradhi ya alsa ama vidonda tumboni, vidonda vya tumboni. Asali ambayo kwamba lau uwachanganya na mada nyingine ama viungo vingine, basi kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala vitakusaidia wewe kutibu tatizo hili la maradhi ya alsa. Kwa hivyo songea karibu ujifunze hii dawa, na insha Allah taala itakusaidia katika kuweza kutatua tatizo kama hili. Bila shaka asali ni kiungo muhimu, ni kitu ambacho kama Mola subhanahu wa ta'ala amekiumba kwa ajili ya manufaa ya mwanadamu, lakini yule mwanadamu ambaye kwamba anazingatia kuweza kujua faida ya tiba ya asali, kama alivyosema Mola subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl aya 69 akisema, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kwamba hii asali inatoka katika tumbo la nyuki, kinywaji ambacho kwamba kina rangi tofauti tofauti na ndani yake ni tiba kwa watu. Yote haya hakika ya hili, hakika ya kitu kama hichi ni aya, ni dalili ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa wale ambao kwamba ni wenye kufikiria, kutafakari jambo kama hili. Bila shaka asali ni mada muhimu sana ambayo kwamba ina uwezo wa kutibu maradhi ya alsa katika matumbo letu. Kwa nini? Kwanza iko na kitu inaitwa antibacterial properties. Bila shaka tunajua kwamba bakteria ambayo inasababisha uvimbe ama vidonda vya tumboni, alsa, bakteria mwenyewe anaitwa Helicobacter pylori, kwa lugha nyingine anaitwa H pylori. Huu ndo bakteria ambaye anasababisha vidonda vya tumboni ama alsa. Kwa hivyo hii asali ina uwezo wa kumuua bakteria kama huyu ndani ya tumbo ambaye anasababisha hivyo vidonda vya tumbo. Vile vile asali ina uwezo wa kutibu vidonda, wound healing, va kutibu vidonda. Yani iko na mada ambayo kwamba husahilisha ama husaidia sana kwa kuweza kutibu vidonda ndani ya tumbo. In fact, yani si vidonda ndani ya tumbo peke yake, hata pia nje ya tumbo. Ukikatika mahali, ukichukua asali ukipaka, basi iko na uwezo wa kutibu vidonda haraka, ina hili haraka, na hii imetabikisha na wanazuoni katika waliotabikisha yani tiba nabawi, tiba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika asali ina kitu kinaitwa coating effect, yani husaidia kutibu
na kuweka yani kizuizi ndani ya mishipa au ndani ya kuta za tumbo, ambayo humzuia huyu bakteria kuweza kupenyeza na kusababisha vidonda katika tumbo. Vile vile asali, kama nilivyotangulia kusema, kwamba ina uwezo wa kurekebisha yule khalaya ama khalia ama cells ambazo kwamba zimeathirika kutokamana na alsa, yani katika ile kuta, katika zile kuta za tumbo. Kwa hivyo hii asali ina uwezo kama huo wa kuweza kutibu na kurekebisha zile kuta za tumbo ndani ya matumbo yetu. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya faida ama uwezo ambazo kwamba zimethibitishwa kwamba asali ni tiba kubwa sana ya kuweza kutibu tatizo la alsa ama vidonda vya tumbo. Lakini asali hii unapochanganya ama unapotumia na viungo vingine, basi vinaleta uwezo mkubwa, vinaleta athari kubwa katika kutibu tatizo la alsa. Na miongoni mwa viungo ambavyo kwamba ukitumia, kiungo cha kwanza ni asali ukichanganya na tangawizi. Kivipi? Ni kwamba hii tangawizi ina uwezo wa kuzuia uvimbe ndani ya tumbo, ina uwezo wa kuzuia uvimbe ndani ya tumbo, na vile vile iko na mada ambayo ni dhidi ya bacteria, antibacterial properties, ambayo husaidia asali pamoja na asali zote zikapigana na bakteria kama huyu, na vile vile vinaleta himaya katika kuta za tumbo. Kiungo cha pili ambao kama unaweza tumia na asali ni maziwa. Maziwa iko na uwezo wa kufanya kuta za tumbo kuwa laini, kuwa imara. Kwa hivyo ukichanganya na asali husaidia kuleta himaya, husaidia kutibu vidonda kama hivyo na kufanya mwili wako kuwa sawa. Vile vile asali ukichanganya na aloe vera. Aloe vera iko na uwezo wa ina virutubishi fulani ndani ya tumbo, vikinga ndani ya tumbo, husahilishia kwamba yani vile ule bakteria asiweze kufanya kuathiri ndani ya tumbo, na vile vile ina uwezo ukichanganya na asali kutibu na kurekebisha wale cells ambazo kwamba ama zile khalia ambazo kwamba zimeathirika kutokamana na vidonda vya tumbo. Kadhalika asali ukichanganya na manjano, asali ukichanganya na manjano, hii manjano vile vile iko na uwezo wa kutibu uvimbe ndani ya tumbo. Uko na mada ya kuweza kutibu uvimbe ndani ya tumbo. Kwa hivyo ukitumia na asali husailishia kutibu vidonda ndani ya tumbo, na vile vile kufanya yani kuipa nguvu ile asali na kuweza kuathiri ama kutibu vidonda vya tumbo. Kadhalika asali ukichanganya na juice ama kinywaji cha cabbage. Cabbage hii iko na mada kubwa, na hivi karibuni imefanywa utafiti na ikathibitishwa cabbage hizi, unaweza ukadharau cabbage, lakini ziko na athari kubwa ya kuweza kutibu vidonda vya tumbo ama alsa. Kwa hivyo hii cabbage iko na kitu kinaitwa glutamine. Glutamine ni mada ambayo kwamba husaidia kurepair ama kurekebisha vidonda ama mpasuko ama vile vidonda ndani ya tumbo, kwenye kuta, athari kwenye kuta za tumbo. Kwa hivyo hii juice ya cabbage husaidia sana kutibu hilo tatizo, na ukichanganya na asali basi inapelekea yani kulainisha
na vile kutilia nguvu, inakuwa sasa uko na silaha mbili ambazo kwamba ni muhimu sana katika kutibu ulcer. Kwa hivyo ni mchanganyiko muhimu sana ambao kwamba ukiutumia insha Allahu taala utaweza kutibu tatizo kama hilo, na hii itakuwa ni na hili ndilo suluhisho muhimu sana la tatizo la maradhi ya vidonda tumboni ama ulcer. Bila shaka usisahau wakati kutumia kusoma dua ambazo kwamba ni ma'thur zilizothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili uchanganye faida mbili, uchanganye tiba na vile vile umuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukutibu maradhi yako ambayo kwamba yamekusibu. Na miongoni mwa dua ambazo kama wewe wafautumie au usome wakati unatumia hizi vinywaji ama hivi mchanganyiko, unasema Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Mola nitibu mimi katika mwili wangu, Mola nitibu mimi katika masikizi yangu, Mola nitibu mimi katika macho yangu. Hapana Mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa wewe Mola subhanahu wa ta'ala. Vile vile uombe dua ya kuondosha maumivu. Hii ya kwanza ni dua ya kutibu. Dua ya pili ni dua ya kuondosha maumivu. Unasema bismillahil ladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Hii dua muhimu sana, insha Allah ta'ala uzisome wakati unapotumia michanganyiko hii. Unaweza ni vizuri unakuwa na michanganyiko yote uwe nayo pamoja na utumie kama nilivyoelezea katika hii video. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo tatizo la vidonda vya tumbo ama ulcer vitaondoka kupitia kwa hivi michanganyiko na vile vile kupitia kwa hii tiba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atupe shifa ajil, atuponye maradhi yetu. Mola vile vile atukinge na maradhi yote katika uhai wetu insha Allah ta'ala, kwa baraka na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.